akiwa bado kalala, mara simu yake ikaita. "Oh, Juma, nipo home bado. Vipi?" aliuliza Lama baada ya kupokea simu. Juma, usiniambie. Mimi nipo tu, sina mchongo," aliongea Lama akinyanyuka. "Sawa, dakika 0 nakuja," alimaliza kuongea Lama na simu na kunyanyuka kitandani. Akaenda kuoga na kuanza kujiandaa haraka. Baada ya kumaliza, alimuita mkewe aliyekuwa anaosha vyombo. Akampa pesa ya matumizi na kuondoka. "Kwa hiyo, wao wanaelekea wapi?" aliuliza Lama baada ya kufika kijiweni. Alikuwa anaongea na Juma ambaye alimpa mchongo wa kazi. "Wewe tulia. Huyo jamaa kwanza kashafika. Alafu mtamalizana huko. Ila hela nzuri mshikaji wangu. Mnaenda tu kumbeba jamaa yake pale Ubungo Plaza, ndio unakuwa umeishia hapo," aliongea Juma. "Kwani ni kubeba tu abiria au kuna mambo mengine?" aliuliza Lama kwa msitizo. "We jamaa bwana, unakuwa kama sio mjanja wa mjini," aliongea Juma. Mara wakati wanaendelea na mazungumzo, kuna jamaa mrefu mweusi hivi alivaa kofia aina ya kepu aliyoishusha mpaka machoni. Ni kama hakutaka kutambulika hivi. "Twende," aliongea kwa lafudhi ambayo Lama hakuielewa vizuri. Safari ilianza. Ulikuwa ni mwendo wa ukimya. Lama akakumbuka akuuliza wanapoelekea ni wapi. Ingawa alikumbuka Juma alimwambia huyu mtu anaenda Ubungo Plaza. Akaona sio mbaya akiuliza tena. "Plaza, tunaenda mpaka wapi?" aliona aulize tena. "Ubungo Plaza," alijibu yule jamaa. Yule jamaa alikuwa busy na simu muda wote. Akamsikia akiongea lugha ambayo alijua kabisa huyu sio Mtanzania. Walifika Ubungo Plaza huku yule jamaa akiwa bado anaongea na simu. Ila kwa mshtuko, baada ya Lama kupaki bodaboda nje, alimuona jamaa ambaye alifanana kwa kiasi fulani hivi kimuonekano na huyu aliyempakia kwenye bodaboda. Yule jamaa alikuwa anatoka mbio za hatari kutoka ndani ya ile benki, huku akiwa ameshika bastola na begi jeusi. Yule jamaa ni kama alikuwa anakimbizwa. Alikimbilia mpaka pale alipo Lama. Akampa begi yule jamaa ambaye Lama alimbeba. Yeye akapanda nyuma kwa kasi. Lama alikuwa bado kwenye mshtuko. Hakuelewa ni nini hiki au ni ndoto. "Tuondoke wewe, tunakamatwa," aliongea yule jamaa aliyetoka na begi. Na kweli haikupita sekunde, walinzi wa benki waliokuwa ndani walitoka kama mvua, wakikimbilia walipo kina Lama. Hapo ndo fahamu zilipomjia Lama. Akaona hapa bila kukimbia tunakamatwa. Akageuza pikipiki kwa kasi, akaikimbiza mpaka Shekilango. Akaingia barabara ya Sinza, akakata kushoto kuelekea Tandale. Akaanza kuingia uchochoro kwa uchochoro. Mpaka alipoona sasa wamefika sehemu salama, akapaki bodaboda. Akashuka. "Nyie washikaji mmezingua sana, yani mmezingua, mimi na wamind mmezingua," aliongea Lama kwa hasira baada ya kupaki bodaboda yake na kushuka chini. "Lakini mujamaa, yule mwenzako hajakwambia? Mbona tumempanga kila kitu na ndio yeye kasema wewe utatufaa kwa kazi yetu? Ina maana yeye hajakwambia?" aliuliza yule jamaa ambaye Lama alitoka naye Kongoe.